Kwenye mambo ya lishe kuna baadhi ya mambo ya awali kwa mujibu wa mafunzo ya dini yetu. Mambo haya unatakiwa uyazingatie. Mambo haya tunakusomesha. Mambo haya tunakufafanulia. Ni wajibu wako wewe ndugu mtazamaji na wewe ndugu msikilizaji. Mambo haya manne kwa namna moja au nyingine usiachane na sisi. Huwa daima ni mwenye kufuatilia vipindi hivi na klipu hizi, zitakufaa, zitakunufaisha kwa namna ambayo na wewe utakuwa ni mwalimu katika mambo ya lishe. Mambo haya ni yepi? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulizingatie kabla hujala chakula, kabla zingatia hili. Moja, ni lazima chakula unachotaka kukila kiwe ni chakula cha halali. Qala Allahu Ta'ala, kulu mimma fil ardi halalan. Mwenyezi Mungu anasema kulu mimma, kwamba kuleni miongoni mwa vilivyo ardhini. Kwa hiyo sio kila unachokiona wewe unatakiwa ukile. Sio kila wanachodai watu kwamba kinaliwa ukakile. Sio kulu min baadhiya mimma fil ard, vinavoliwa ni baadhi ya hivi vinavyoitwa kuwa ni vyakula. Kuna vingine vinaitwa kuwa ni vyakula haviliwi. Vile visivyoliwa vile vinaitwa kuwa ni vyakula vya haramu, haviliwi kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki viliwe, kwa kuwa havina matokeo mazuri katika maisha ya binadamu. Mimma fil ardh. Kwa hiyo mtakula baadhi ya vile ambavyo watu wanavila. Vipi hivyo? Halalan, ni vile vitu ambavyo Mungu kavihalalisha. Na hapa kuna nukta nzuri ambayo inabidi tuiashirie. Kuna baadhi ya watu wanaamini kila kinacholiwa ni halali na kila kisicholiwa ni haramu. Kwa maana kipimo cha kujua uhalali wa kitu au wa chakula ni kumwangalia binadamu anakula nini na hali nini. Anachokila ni halali na asichokila ni haramu. Kwa hiyo binadamu anakuwa ndiyo kipimo, kwa maana matamanio ya nafsi yake huyu binadamu tunayachukua kama kipimo cha kubaini uhalali na uharamu wa chakula. Ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Kulu mimma fil ardi halalan, anayebainisha kwamba chakula hiki ni cha halali au chakula hiki ni cha haramu, hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu aliyekamilika. Ndiye ambaye anayejua kwamba chakula hiki kina faida na wewe au hakina faida na wewe. Binadamu wengi vile tunavyotakiwa kuvila hatuvili, vile tusivyotakiwa kuvitumia ndio wengi tunavitumia, ikawa ni chanzo cha magonjwa mbalimbali ya ajabu ambayo hayakupata kutokea katika historia ya binadamu. Magonjwa yapi haya? Sitaki hata kuyataja, mnayajua, yamezagaa. Chanzo chake ni kwa sababu matamanio ya nafsi yetu kwa vile tunavyovila yamekuwa ndiyo kipimo. Kwa maana tunachokitaka sisi, madamu mimi ninapenda ninakula, nisichokitaka mimi madamu mimi sikipendi sili, tumeingia kwenye majanga, tumeingia kwenye matatizo makubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema halalan tayyiban, halalan tayyiban. Angalia Uislamu ulivyokuwa ni dini nzuri, inavutia, inapendeza. Mungu amesema cha halali. Kwa nini anasema tayyiba? Angakuleni vile vitu ambavyo vina faida na miili yenu. Sio kila chakula wewe unakwenda unapakia tu.
Hili sio tanki la mafuta tumbo lako. Angalia tayyiba. Kwa nini? Kwa sababu pengine kila msimu kuna vyakula ambavyo unavyotakiwa wewe uvile, ambavyo vitakusaidia wewe kukuepusha na madhara na magonjwa ambayo huenea katika msimu ule. Halalan tayyiban, kuleni vyakula vya halali. Tayyiban, vyakula vyenye faida na nyinyi kulingana na mazingira yenu, kulingana na mazingira yenu, kulingana na mahitaji ya miili yenu. Kuna vyakula vingine inawezekana sio haramu, inawezekana ni halali kuvila, lakini ukavila vina madhara. Ni sawa mfano ule samaki na maziwa. Maziwa ni halali, samaki ni halali, lakini haitokuwa tayyiba. Kwa nini? Ni kwa sababu unapotumia vyakula hivi na mchanganyo kama vile huu, yani wewe unaingia katika nini? Katika changamoto. Baada ya kueleza hayo, faida ya pili nitakuja kuieleza kwenye kipindi changu cha pili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.